Nataka watu hapa waelewe vizuri na wachukue tahadhari kubwa mno, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akatutahadharisha na vitu vya namna hii. Yule ndugu yangu wakati anatoka kazini kwake anakwenda nyumbani, ghafla akaona kuna pesa ya zamani, pesa kama kishilingi hivi, lakini ni zile pesa za zamani. Alipokiona kile kipesa, kama hebu kwanza nikichukue hiki nini, katazama, kipesa hiki, kakichukua kile, kaenda nacho mpaka nyumbani, kakiweka katika dressing table yake, kaendelea na shughuli zake. Cha ajabu, inafika kesho asubuhi anakuta pale alipoiweka ile hela kuna pesa, rundo la pesa. Kwa mujibu wake namna alivyotueleza ilikuwa milioni 7. Kakuta pesa milioni 7 pale katika kile kipesa, katika kile kishilingi. Akajiuliza, hii pesa ya nani? Lakini hamna tatizo. Haya, siku hiyo wamelala, wameamka siku ya pili anakuta tena milioni 7 pale pale. Kama mwanadamu akaanza kuingiwa na uoga, hii bana kweli fedha inakuja, lakini kuna usalama kweli, hii pesa inatoka wapi? Mbona naanza kuingiwa na uoga sasa? Hofu ikaanza kumshika kama mwanadamu, na hasa ukiwa hujui kinachoendelea ni nini, lazima upate shida. Bora ungekuwa umekiandaa kitu hicho wewe mwenyewe, ungekuwa unajua ni jambo fulani. Basi yule bwana akaanza kupata shida. Cha ajabu sasa, alikuwa na mdogo wake anaishi naye pale nyumbani. Ghafla yule mdogo wake akaumwa kichwa sana siku hiyo. Haukupita muda mrefu kafariki yule mdogo wake. Pesa yanazidi kuja, lakini anapoteza familia. Yule bwana akasema, au tatizo la huyu ndugu yangu kuumwa mpaka kuondoka ni hii pesa? Yule bwana akaona isiwe tabu, ngoja nichukue ile fedha nikaitupe. Akaichukua ile pesa, kile kishilingi, akaenda nacho akukitupa. Kakitupa kile kifedha, karudi, anafika nyumbani kipo pale pale alipokitoa. Wallahi ni hatari sana. Naomba hapa muwe makini katika swala hili. Basi yule bana kachanganyikiwa. Mara mwanae mdogo alikuwa na miaka 2.5, na hivyo hivyo kaanza kuumwa. Hakuchukua hata muda, damu zinatoka puani, zinatoka masikioni, amefariki. Yule bana kazidi kuchanganyikiwa. Kila akiitupa ile fedha inarudi. Anayerudisha hiyo fedha yeye hamuoni, lakini anaikuta fedha iko pale alipoitoa, na fedha zinazidi kuja. Wallahi ni hatari sana shekhe. Yule bwana kachanganyikiwa. Katika kuhangaika ndio akaja akakutana na mtu mmoja, akamwambia, bwana, kuna ndugu zangu, jamaa zangu. Akatuhadithi yule bwana mkasa wake. Tukamwambia inshallah hilo jambo limekaaje, liko hivi na hivi. Tukamwambia basi inshallah kama kuna uwezekano wewe unaweza ukaja hapa tulipo, au sisi tunaweza tukaja hapo ulipo. Yule bwana akasema, kwani gharama zenu za nyinyi kuja hapa ni kiasi gani? Tukamwambia si hatupandi mabasi bwana, tuna usafiri wetu. Akasema, niko tayari kuwekeni mafuta, niko tayari kufanya kinachowezekana ili muweze kufika hapa. Basi yule bwana akafanya utaratibu huo. Huu ni mwaka wa 4 sasa kutoka matukio haya yametokea. Basi baada ya kufanya utaratibu, sisi tumeenda tumefika mpaka pale. Kweli fedha ile iko pale. Tukamwambia ngoja tulale mpaka asubuhi na sisi tuone mzigo unavyoingia hapa. Wallahi fedha zinaingia, lakini anapoteza familia. Hii ni hatari sana, na wapo baadhi ya watu humu katika koo zao na familia zao wanaishi hivi. Kuna watu wengine wao wanazidi kuwa safi kabisa, wanaingiza fedha sana, ila sasa watu wengine wanapata madhara makubwa mno kutokana na watu hawa. Wallahi ni hatari sana. Basi ikawa hivyo. Tukamwambia basi hii fedha usiitupe kwanza, kwa sababu hata ukiitupa hii itarudi tu. Kuna mambo ambayo yanatakiwa lazima yafanyike. Kuna network zile za kuzikata. Sababu gani ya kusema haya? Nasema haya ni kwa sababu al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan umeuliza swali katika sala la hawa wana familia. Wanaweza mtu akahama akatoka labda nyumba hii akaenda nyumba nyingine. Je, haya madhara yatamuacha kwa sababu kahama kutoka nyumba kwenda nyumba nyingine? Inategemea. Ikiwa ni ile al-ashbahul ailiya, ikiwa ni ule mizimu ya kifamilia, inawezekana akapata nusura kwa njia hiyo. Lakini ikiwa ghairul ailiya, ni mizimu ambayo haiambatani kabisa na swala la kifamilia, acha kuhama nyumba. Hata ukihama nchi,
na ukahama dunia kabisa, watu bado madhara yataendelea kufata hapo ulipo katika hali za aina moja au nyingine. Hii ni hatari sana. Hata ukihama nchi, acha nyumba, kutoka hapa ukahamia nyumba nyingine, hata ukihama nchi na ikawezekana ukahama na bara kabisa, bara la Afrika, ukakimbilia Ulaya au ukakimbilia Asia au ukaenda bara lolote, wakiamua hawa wazee, mzee hautoboi huko ulipo. Sasa mimi nataka nitakuja kuelekeza katika jukwaa lijalo inshallah zile njia na step za namna ya kutegua, kwa sababu haya majambo ni hatari sana. Hatari sana. Kuna watu wanatajirika kwa mizimu lakini wanadhuru wenzao. Na kuna watu wanafakirika sana kwa sababu tayari haya majambo yanatumika katika kuleta madhara katika umma na jamii. Katika dini tukufu ya Kiislamu hayakubaliki, hayafai, hayatakiwi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Zipo njia tutakuelekeza kwa mujibu wa Mwenyezi Mungu, unapitaje ufike katika yale malengo. Ndio mambo yalivyo, ndio utaratibu namna ulivyo. Kama shetani anaweza kufanya majambo yakafanikiwa, vipi Mwenyezi Mungu? Mmoja anasema fa in kana al-kadhibu yuhdiu ila al-isaba fa kaifa ani sidqi. Anasema ya kwamba ikiwa uongo, mtu anaweza akasema uongo alafu akafika pale anapopakusudia, ni vipi katika suala la ukweli? Manake ukweli ndio bora zaidi, unaweza kusababisha ukafika zaidi. Sasa kama shetani anaweza kusababisha wewe ukafanikiwa, Mwenyezi Mungu inakuwaje? Basi yeye ndo afsahu zaidi katika kusababisha wewe kufika katika yale ambayo unayoyaendea biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani